Naam, mtazamaji hujambo na karibu katika kipindi kizuri kabisa cha Njoo Tuzungumze Kijamii. Jina langu ni Joseph Johannes na hii ni Unity TV. Leo nimetembelea maeneo ya Kivule. Lengo na mazumuni ni kutaka kujua nini ambacho jamii inaelewa kuhusu swala la unyanyasaji kwa ndugu zetu ambao wana changamoto ya ulemavu wa viungo. Hapa ni mama ambaye atakwenda kuelezea changamoto anayoipata ama nini anachokielewa kuhusu ulemavu wa viungo kwa wenzetu. Twende tumsikilize. Mama, habari yako? Salama kabisa. Hongera, naona upo na kijana wako hapo, umemkumbatia kweli kweli, unaonesha uhalisia na umuhimu wa mama katika kuwajibika katika kuwalea watoto. Asante. Kijana wako mpaka sasa ana umri gani tangu umeweza kujifungua mpaka sasa hivi? Miaka 5. Na mama, ningependa kujua, lakini pia yule ambaye anakutizama angependa kulifahamu jina lako kwa faida yake. Naitwa Christina Yohana. Ndio, tuna hili swala la unyanyasaji kwa watu wenye ulemavu, hususani utazingatia kwamba wanakosa haki zao za msingi, mfano elimu, mavazi, chakula, malazi na kadhalika. Wewe kwa upande wako unawezeje kulimudu swala hilo? Kwa upande wangu nashukuru Mungu, napambana na mwanangu. Japo kuna mama wengine wanawaficha watoto kama hawa ndani. Lakini watoto hawa wana haki ya kucheza, wana haki ya kucheza na wenzao, wana haki ya kutolewa nje, wana haki ya kupata huduma zozote zile. Ila unyanyasaji ni mkubwa kwa sababu wengi wanawabagua. Wanaona kama watoto hawa hawako sawa. Lakini binadamu wote ni sawa. Na umezungumzia kwamba binadamu wote ni sawa. Asilimia kubwa jamii huwatenga ama kuwaficha watoto wasipate haki za msingi, mfano kusoma na kadhalika. Na asilimia kubwa baadhi ya makabila huona kama ni laana. Na hili unalichukuliaje, ama una nini cha kumwambia yule ambaye anakutizama hivi sasa? Ni kweli sio makabila tu, hata sehemu ya jamii iliyotuzunguka wengi wanakuwa wanabagua watoto kama hawa na kuwanyanyapaa. Wanaona kama labda hawako kama binadamu wengine. Lakini haya yote ni ya Mungu. Mungu ndo anakuwa anakupa zawadi kama hii. Kona haina budi kuipokea na kumchukulia mtoto kama watoto wengine tu. Ni kweli natamani nichukue hiyo hatua, lakini kwa sasa bado hajaweza kufanya chochote kwa sababu hawezi kukaa, hawezi kujitegemea kwa ujumla, hawezi kukaa, hawezi kutembea. Kwa hiyo na hisi kama nikimpeleka shule anaweza kupata shida zaidi. Kwa hiyo yani hapo nashindwa jinsi ya kufanya, lakini natamani sana aende shule, ajumuike na wenzie. Ila mazingira bado sio mazuri. Naam, wito wako kwa jamii anayekutizama kwa sasa ambaye ana kijana kama huyo, lakini pia kwa yule ambaye tayari anafikiria kufanya visivyo takiwa kwa mtoto. Maji ni hayo uliyoyasikia kutoka kwa mama huyo, akisisitiza zaidi ya kwamba tuwapatie watu wenye changamoto ya ulemavu mahitaji muhimu kama elimu, malazi na chakula. Mimi sina la ziada kutoka hapa. Jina langu ni Joseph Johannes. Endelea kusalia nasi.